Okay, wapenzi wa Crypto Educator, karibuni tena katika channel mpendwa. Ni siku nyingine tena tumekutana hapa kwa ajili ya kuendelea na mwendelezo wetu wa masomo kuhusiana na masuala ya cryptocurrency, masuala mazima ya trading, masuala mazima ya kufanya uchambuzi na mambo mbalimbali kwenye hii fursa ya pesa mtandao. Sasa leo tunaenda kujifunza kuhusiana na spot trading. Ile spot trading ya kufanya kwa ajili ya kukuza mtaji, kwa sababu kuna spot trading za aina mbili. Yaani kuna spot trading ambayo mtu ananunua coin kwa ajili ya kuihold kwa muda mrefu ili itakapopanda thamani basi aweze kuuza na kuweza kupata pesa nzuri. Na kuna spot trading ambayo mtu anakuwa anaifanya kwa ajili ya kujiingizia faida kila siku. Yaani manake hii anakuwa anafanya, manake katika mwezi anakuwa anafanya, anazungusha mtaji wake na anakuwa anaingiza faida kila siku. Sasa inategemea kwamba una mtaji kiasi gani, umeona, ambao unataka kuzungusha. Na ukitaka kupata faida nzuri, manake uwe unaingiza pesa nzuri, basi mtaji wako kidogo kwenye spot trading unatakiwa uwe mkubwa. Na kama ninavyoambiaga kwamba kwenye spot trading hakuna hasara. Yaani unapofanya spot trading hakuna hasara. Isipokuwa hasara yako wewe utaipata endapo tu kama umenunua token hiyo kwa bei ya chini, alafu kabla haijapanda ukaiuza kwa bei hiyo hiyo ya chini, basi hapo ndo utakuwa umepata hasara. Lakini kama unanunua token kwa bei ya chini, alafu inapokuja kupanda unaiuza, basi hapo unakuwa umeingiza faida. Na huo ndo msingi mzima wa spot trading kwa ajili ya kukuza mtaji wako, kwa ajili ya kuzungusha mtaji, kwa ajili ya kupata faida kila siku au kila baada ya token hiyo ulionunua inapokuwa imepanda. Kwa unainunua wakati ikiwa imeshuka au iko chini, alafu unakuja kuuza wakati ikiwa imepanda thamani. Sasa kabla ya kununua hiyo token, inatakiwa ufanye kwanza uchunguzi. Unatakiwa ufanye uchunguzi, analysis ya kuangalia hiyo token. Kwa mfano kama hapa unapoona nipo kwenye token hii ya AST, naangalia kwenye 24 hours high na 24 hours low, umeona. Kwanza nijue na nipo kwenye daily time frame. Daily time frame manake hiyo ndo siku hii ya leo. Yaani na katika daily time frame nataka nijue katika siku hii ya leo hii token ya AST imekuwa ikifanya vipi. Na kendo yake stick ndo hii unaiona hapa. Kwa hiyo ndio kendo stick ya AST katika siku ya leo. Kwa hiyo kwa bei ya juu kabisa ilipanda mpaka kufikia $2.03, na bei ya chini iliyofikia katika siku hii ya leo ni hiyo 1.98. Umeona? Kwa hiyo maana yake inaonekana kama bado inaenda kupanda, inaendelea kupanda. Sasa ukitaka kujua kama inaendelea kupanda, basi utakuja kuangalia kwenye lower time frame, labda kwenye 1 hour uangalie inafanya vipi. Umeona? Kwenye 1 hour unaiona hapo, kwenye 1 hour unaiona kwamba katika hii siku ya leo, umeona AST imepanda, umeona, imetokea maeneo haya ya chini hapa na inapanda kuelekea kwa juu, umeona. Kumbuka ilifikia katika bei hiyo hapo juu kabisa, umeona. Kwa hiyo hapo inacheza kati ya nini? Inacheza kati ya support and resistance. Inacheza kati ya resistance na support. Umeona? Inacheza kati ya resistance na support. Ukija kwenye daily time frame ndo utaona resistance yake. Kwa mfano hapa, hii hapa ni resistance ambayo ni strong resistance. Hii ya 2.2. Hapo ni kuna resistance. Umeona? Manake inapanda mpaka ikifika maeneo hii inajaribu kutest resistance, lakini resistance inakuwa ngumu, basi inashuka hivyo hivyo. Kwa hiyo hapo unavyoona kama ipo kwenye range fulani, maana haipanda ishuki, bali inacheza maeneo hayo hayo. Kwa hiyo ipo kati ya resistance hii hapo na kati ya support hii hapa. Kwa hiyo inacheza kati ya maeneo haya.
na hapa katikati kabisa ipo kwenye range, yani inaonyesha kama inapanda wala ishuke, yani inacheza katika maungo hayo. Umeona? Kwa hiyo tunasema ni range. Sasa ukitaka kufanya spot trading, kwa mfano umeshaona sasa hivi bado iko chini hapo maeneo hayo, kwa mfano hapo bado haijapanda sana, iko kwenye 0.4, pia una uwezo wa kuinunua. 0.4 sio kubwa sana, lakini pia kama ukitaka kununua labda ikiwa imeshuka, usubirie mpaka ikishuka kwenye negative labda 0.1, 1.2 au 1 point ngapi, ikiwa kwenye negative ndo utaweza utaweza kuinunua. Sasa kwa mfano unataka kununua hapo na mtaji wako, umeona, unabofya neno buy. Ukibofya neno buy itakuleta sehemu hii. Kwa hiyo sehemu hii hapa sasa unakuja, labda una mtaji wa $300, unatoka kununua AST, kwa hiyo utanunua hapo, utabofya buy. Unaweza ukanunua katika market order. Natumia limit hapa kwa ajili ya kukuonyesha jinsi spot trading inavyokuwa inafanya. Kwa hiyo kwa mfano labda na $300 nataka nizizungushe hizi, nitapata AST kwa bei hii ambayo unaiona hapa. Nitapata AST ngapi? Kwa bei hii ambayo unaiona ya $1. Kama nikinunua katika bei hii hapa AST, umeona, kama nikinunua katika bei hii hapa, maana nitapata AST hizo hapo. Kwa sasa hizi AST, kumbuka nimetumia mtaji wa dola ngapi hapa? Mtaji wa $300. Kwa hiyo nazikopi hizo idadi ya AST, nazikopi. Kwa hiyo nikikopi hizo, sasa kwa mfano nimeona baadaye AST kuja imepanda thamani, imefika mpaka kwenye 3%, 400 huko, umeona, na ikasoma pale bei, na bei ya sasa hivi inasoma hapa labda bei ya $2.3 au 2.1 au 2.25, umeona, nataka kuiuza. Kwa hiyo nitabofya neno sell. Kwa hiyo nikija kwenye sell, kumbuka nilinunua AST za $300, ambaye AST zangu ni hizi hapa. Nilinunua katika bei hiyo hapo, ilipokuwa katika bei hiyo hapo. Umeona, ilipokuwa katika bei hapa ndo nilipata AST. Sasa nikaja nikaona AST imepanda, badala ya kusoma bei hii hapa inasoma labda 2.3 au 2.2. Je, hapa hizi hapa na unazoziona hapa ndo USDT ambazo utakazozipata baada ya kuja kuuza hiyo AST yako. Kwa mfano sasa imepanda mpaka kufikia bei ya $2.2. Ikifikia bei ya 2.2, maana itakuwa imepanda kwa 10.33. Kwa hiyo wewe utakuja kupata ngapi? Utakuja kupata USDT hizo hapo 330.98.968. Umeona? Kwa hiyo faida umeshaingiza $30. Umeona? Sasa sisemi ikifika labda kwenye bei ya 2.4, umeona, utakuja kupata ngapi? Umeona, unakuja kupata 361. Maana umeingiza faida kama $61. Je, ikifika kwenye bei ya 0.5, unaona umeingiza $76. Umeona faida. Ukifika kwenye bei ya 2.9, unakuwa umeingiza tayari, umeingiza $100 na hapo. Wakati wewe mtaji wako ulikuwa dola ngapi? 300. Kwa hivi ndivyo jinsi ya kufanya spot trading. Unanunua token wakati ikiwa iko chini na unakuja kuuza wakati ikiwa imepanda. Sasa swali linakuja, je, token gani nzuri ya kuweza kuifanyia spot trading? Kwa sababu hapo ndipo watu wengi wanaposhindwa kufanya uchambuzi wa kujua token gani nzuri nikinunua basi niweze kupata faida, yani sichukue muda mrefu kusubiria, kwa sababu kuna matokeni mengine ukinunua linakaa muda mrefu mpaka kuja kupanda. Nyingine inaweza ikakaa mwezi mzima haijapanda, au nyingine ikakaa hata wiki 3 haijapanda. Kwa hiyo maana yake mtaji wako unakuwa umelala. Na kumbuka nimekuambia kwamba kwenye spot trading hakuna hasara. Unanunua token wakati imeshuka, inabidi usubirie mpaka ipande. Sasa kama utake kuuza kwa bei ya hasara, kwa sababu ukiuza kabla haijapanda maana ndo utakapokuwa umepata hasara yako.
Umeona eh? Sasa ndio maana tunasema hakuna hasara, kwa sababu watu wengi, mtu anakuwa na uwezo wa kuvumilia. Umeona? Sasa ili usivumilie muda mrefu, usikae muda mrefu unasubiria, fanya uchunguzi kwanza wa token ya kununua. Kwa mfano kwenye hii Max Exchange, token nzuri EAST ni moja kati ya token nzuri ya kuifanyia spot trading, kwa sababu kwanza ina strong community yake ni kubwa, alafu watu wengi sana wanaifanyia trading hii token, yani inakuwa traded sana. Watu wengi wanaitrade hii token, wengine wananunua kwa ajili ya kuihold, wengine wanaifanyia spot trading, wananunua ikiwa imeshuka, wanauza ikiwa imepanda. Kwa hiyo zile trading activities kwenye hii token zinakuwa kubwa. Kwa hiyo ndio maana unaona inapanda, inashuka kidogo, haichukui muda mrefu inapanda. Inashuka kidogo, haichukui muda mrefu inapanda. Kwa hiyo ndivyo namna. Na unapokuwa na mtaji mkubwa, basi hata ikipanda kwa asilimia kidogo tu, unakuwa umeshaingiza faida nzuri. Ndio maana tunasema kwamba kwenye spot trading, wanauona uzuri wa spot trading ni wale ambao wenye mitaji mikubwa, kwa sababu mtu anaingiza mpaka $30 kwa trade moja. Umeona, pindi tu inapopanda kwa kiasi fulani. Sasa kwa hiyo ukitaka kufaidi, hata wewe mwenye mtaji mdogo utapata faida, lakini faida utakayopata ni ndogo. Kwa hiyo ukipata $0.5 au $1, usishangae, ni kutokana na mtaji wako uliotumia katika kufanya spot trading. Sasa hichi ndio kitu ambacho nimetaka kuwafundisha na kuwaelezea kwa siku ya leo. Kwa hiyo sio kila token au sio kila coin ya kuifanyia spot trading. Kuna token nyingine ukifanyia spot trading utachukua muda mrefu sana kuweza kukaa mpaka iweze uje kuuza. Kwa hiyo sasa inabidi wewe mwenyewe ufanye utafiti kwamba token zipi ambazo nikinunua basi hazichelewi kupanda. Kwa hiyo ni uchunguzi ambao wewe unatakiwa ufanye. Kama hujui jinsi gani ya kufanya uchunguzi wa token za kuweza kujua ni token zipi ninunue ili zisichukue muda mrefu kupanda, basi masomo huwa ninatoa mimi, ninafundisha masomo kwa gharama nafuu kabisa kuhusiana na masuala ya spot trading, kuchambua masoko, masuala ya crypto holding, jinsi ya kunufaika na hii cryptocurrency. Kwa hiyo una uwezo ukanitafuta, namba yangu ya simu iko chini ya video description, nitafute ili niweze kukuelezea jinsi gani ya kuweza kunufaika na hii fursa ya pesa mtandao. Na pia kama wewe hujasubscribe kwenye hii channel, hakikisha una subscribe ili uweze kuwa unapata notification ya kila video mpya ninayoweka kwenye hii channel. Na pia vile vile kama tayari umesubscribe, haya masomo ninayokuwa nayaposti humu yanakuwa yanaongeza maarifa yote kwenye ufahamu wako, basi usisahau kubonyeza dole gumba kuonyesha kwamba umelike. Nawatakia siku njema, usisahau kushare video hii kwa marafiki zako ili nao waweze kupata elimu hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza.